Wifi, hongera. Hongera ya nini tena? Si nimesikia umepata mchumba ataka kuoe. Yaani mume wako kakwambia mpaka wewe? Sasa mume wangu jamani anataka kuniambia jamani wifi. Alafu wifi, unajua kwamba ule mwanaume ni mzuri sana. Alafu atakusaidia hapa kazi ukiishi naye. Unajua unavyoishi mwenyewe hapa hamna usalama. Lakini ukishakuwa na mtu, usalama unakuwepo. Alafu chengine, hii tabia yako ya kuwachamba wanaume sio tabia nzuri. Lakini wifi, huyo mtu wenyewe mimi wala sijakutana naye. Mume wako ndo analikazania hili jambo. Na sidhani kama nitampenda. Usiseme hivyo wifi. Kikubwa ni kumuomba Mungu tu. Sawa. Basi sawa wifi yangu. Hivi Mingo, uko tayari unataka kunioa mimi? Kweli kabisa, wala sio masiara. Nahitaji kukuoa. Nadhani skendo zangu zote unazijua za hapa kijijini. Sasa kama kweli unataka kunioa, naomba uje utoe barua unioe. Na mimi waga sitakagi ujinga kabisa. Sitaki wanaume wa mchezo. Kwa hiyo kama wewe uko tayari, uje nyumbani unioe basi. Na kama bado hujakaa sawa, una michezo, unaweza ukaendelea na michezo yako. Yaani ni hivyo, tunadhani umenielewa. Sawa. Mimi nitajitahidi mapema sana nilete barua ili swala liwahi kuisha kwa haraka. Na mpaka nimeamua kutaka kuoa wewe, ina maana najua naenda kudini na mwanamke wa design gani. Kwa hiyo kuhusu hilo ondoa shaka kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo, nadhani umeshanielewa. Unaweza ukaenda, lakini ujumbe wangu ufanyie kazi kama nilivyokuambia. Mama mdogo, yaani kuna kitu ambacho kinanichanganya katika akili yangu. Tangia mama afariki, mume wangu nakuaga kuna vitu anavifanya au anaviongea simuelewi. Na mara mwisho mpaka mama anakata roho, kuna kitu aliniambia kwamba mama alikuwaga mchawi. Halafu kuna muda nikikaa anaongea mwenyewe, mara kifungo, mara sijui nini. Sasa mimi sitaki kuamini kama mama yangu kafa hivyo hivyo. Mimi na imani kuna kitu. Sikiliza nikwambie kitu mwanangu. Mama yako mimi ni pacha wangu. Na namjua dada yangu vizuri sana. Mama yako yule alikuwa ni mchawi. Mchawi kweli mama? Usishtuke. Na mimi nilijua labda uchawi kaacha. Kumbe alikuwa bado hajaacha. Bado tu anaendelea. Hapo sasa na mimi ndo najiuliza, kuna uwezekano mkubwa mume wangu akawa naye sio mtu mzuri. Ndio maana nataka niende kwa mganga. Hapana mwanangu, kwa mganga usiende. Yaani usiwe na imani hizo kabisa. Kwa kuwa hili swala umeniambia mimi nitamwita baba mkwe, nitaongea naye na tutalimaliza. Kwa sababu ukienda kwa mganga atakudanganya, mganga atakuongopea we, chamana hamna. Na kwa nini tuzunguruke hivi wakati mtu tunaye ndani? Cha kufanya hapa tumwite tuongee naye.
si umenielewa? Sawa. Alafu lingine, usiwe hivyo mnyonge sana, yaani mpaka umepooza, yaani mpaka umeisha. Sasa unawaza kitu gani? Kiukweli mama, mimi mwenyewe huwa sijielewi kabisa. Yaani najikuta naona matukio tofauti kabisa. Utajikuta namuona mamangu mkwe, namuona kabisa kitu anachonifanyia. Naona matukio ya ajabu. Naona mwili wangu sometimes unachoka. Ila kiukweli mamangu mkwe alikuwa mchawi. Na hata pia nikimwambia mke wangu huwa niamini. Ananikatalia kata. Ni kweli dadangu alikuwa mchawi. Sasa issue iko hivi, we baba mkwe umejuaje? Nataka hapo tuambie mbele ya mkeo, wewe ni mganga au una majini, ili tuelewe ulijuaje? Hapana mama, mimi sio mganga na wala siujui huganga, ila najikuta tunaona hivyo vitu. Mama, msimlaumu mwenenu. Na hata wewe mwanao wa kike, mwambie msimlaumu mumewe. Kwa sababu mimi kutoka mbali. Nilikuwepo kwenye harakati zangu za kupigana yule hanga. Ila kwa bahati mbaya katika hichi kijiji. Kwa hiyo nipo hapa kusaidieni nyinyi na kukisaidia hichi kijiji pia. Na huyo mkweo alikuwa kwenye harakati zake za shambani. Na pale nilipoanguka yeye ndo aliponikota pale. Kwa hiyo kiukweli dada yako alikuwa mchawi na mimi ndiye niliyemuua. Sasa siwezi kwenda mbali na hapa nilipo naenda kupumzika katika mwili wangu.